Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kinaletwa kwenu na Sadolin, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Kwangua ushinde! Ndio, nunua ndo moja rangi ya Sadolin, kwani kila mmoja ni mshindi. Kwangua, sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliopata itajitokeza. Pia, kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa, ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sadolin, Color Your World, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Furaha yangu ayaje kwanza, mambo yote nimeyatua chini, nimeyatua kikomando. Di din 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 Tori di din din din. For you, Jide, thank you for your support for any mattresses. Din 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 Tori di din din din. Mpenzi mtazamaji, ni kipindi kingine na Tanzania. Siku ya leo nikitokea studio niko na mwanamke mwenzetu, dada yetu, Mtanzania mwenzetu. Wote mnamjua kwa jina, na kama msiomjua basi anajulikana kwa jina la Happiness Magese. Mpenzi mtazamaji, mrembo 2001, Happiness Magese, lakini kikubwa zaidi yuko hapa leo kuzungumzia swala zima la magonjwa mbalimbali yanayokumba wanawake na matatizo ambayo yanaendea hata kupoteza fursa za wanawake mbalimbali, na baadhi ya fursa ambazo amepitia yeye ambazo baadhi yake alizipoteza. Na kabla sijaingia kwake moja kwa moja, nataka niwape kidogo maelezo kuhusu Happiness. Nimemjua mwaka 2001 katika kambi nikiwa kama matron. Wakati niko kambini, alikuwa anashiriki Miss Tanzania na warembo wenzake wengine. Lakini siku moja kabla ya mashindano, Happy aliumwa sana mpaka akazimia. Tulikuwa tunakwenda kwenye uzinduzi wa gari la kumpatia mrembo. Majaji walikuwepo pale siku hiyo, wanauliza kwa nini huyu hajaja kwenye kuangalia gari katika kusimama na warembo wenzetu. Tukamwambia mimi kama matron nimemwona anaumwa na amezidiwa sana, kwa hiyo tumemwacha. Wakalazimisha wakasema mlete. Lakini alipofika bado hali yake ikawa na nikazimia kwenye gari hapo. Akazimia kwenye gari. Wakaona kumbe ni serious. Lakini unajua, kwa sababu hatukujua alikuwa anaumwa, tunajua tu kwamba anaumwa ugonjwa kwa sababu kwenye siku zake. Lakini kumbe ilikuwa ni zaidi ya ugonjwa tunaumwa sisi wanawake kawaida kuumwa siku zake. Tukaja tukamrudisha nyumbani, ilikuwa hotelini. Baadaye magazeti yakaanza kuandika. Alisema nini? Nina kifafa. Happy ana kifafa, Happy ana nini? Na ile harusi kwa Miss Tanzania, na ile ndo siku kesho yake mashindano yenyewe. Ndio? Ni kweli. Sasa kilichotokea, mimi nikiwa kama matron natakiwa nipeleke ripoti ya mwisho. Katika kupeleka ripoti, baadhi ya majaji wakawa wabishi. Wanasema hatuwezi kumpa urembo huyu. Hatuwezi kumpa urembo huyu kwa sababu atashindwa kuwakilisha nchi. Okay. Lakini mimi nikaangalia kasema ameumwa tu kawaida kama mtu mwingine anaweza kuumwa kichwa. Tulitetea sana tukiwa na matron mwenzangu na baadhi ya wanakamati, na tukafanikiwa. Tukasema mpeni maksi zake mpaka usiku wa leo, aende akajimalize mwenyewe kwenye stage. Lakini kama ana nguvu ya kutembea kwenye stage, afanye. Happy, ulifanya ulilolifanya, ukabeba bendera ya nchi. Hongera sana. Asante sana. Lakini kingine ambacho hamkijui wa Tanzania, watazamaji wangu, ni kwamba Happy alikwenda kushiriki Miss World South Africa. Nilikwenda naye na baadhi ya wanakamati. Happy alikuwa anafanya vizuri sana wiki 3 za mwanzo. Watu wanatangaza ukiuliza nani anayeshinda, tunaambiwa ni kati ya Nigeria, South Africa au Tanzania. Okay. Lakini siku chache kabla Happy tukasikia kwamba uliumwa sana tena. Hebu ambie wa Tanzania ilikuwa nini? Hicho niliumwa sana. Maumivu yangu ya hedhi mimi ni makali sana, na wakati nilikuwa sifahamu na umwa nini. Kwa hiyo nikiumwa lazima nipeleke hospitali, niwekewe morphines. Mimi maumivu yangu ni ya kuwekewa morphines kabisa, sio tu maji. Na umwa kwamba siwezi kufanya chochote, nilitapika sana, nilizimia, then nikawa hospitali unaharisha na madaktari hawakujua ni nini. Ila kule South Africa wenzetu wameendelea kidogo. Nikaona kwamba walikuwa hawaogopi sana, wanafikiria kwamba hii inaweza ikawa zaidi ya hizi period pains. Wakasema siku nikipata nafasi niweze kucheck. Lakini wakati huo ndio mwaka 2001. Nani anajua? na nikwambia ukweli watazamaji, siasa ya Miss World ilikuwa kubwa sana. Kwamba nadhani kuumwa kwa Happy pale watu wakacapitalize kwamba hapa twende, si ameshindwa, anaumwa, basi tumtafute mrembo mwingine. Hois nilichokijua, nilikuwa najua Happy anaumwa kawaida, lakini kumbe ilikuwa ni endometriosis. Atatuambia ni nini hiki?
lakini tulimpatia ushindi akiwa Tanzania. Tukampoteza Happy Magese katika ushindi katika kuongoza na kubeba bendera ya Tanzania kwa Miss World kwa sababu alikuwa ana vigezo vyote. Lakini tunasema hivi, tuko hapa leo hii, hatutaki kupoteza tena mwanamke mwingine, msichana mwingine, mrembo mwingine kwa sababu ya ugonjwa kama huu. Happiness, waambie wa Tanzania wanataka kusikia jina lako jingine ni nani? Jina langu lingine naitwa Milen Magese. So huyo mnasema Milen Magese au Happiness Magese ndio huyo ambaye amesimama. Kwa nini Milen? Milen Magese ni jina ambalo lilichaguliwa katika fani yangu ya wanamitindo. Watu wengi sisi kama Watanzania tuna majina mengi. Wewe una majina mengi? Jina la bibi, jina la Eliaichi. So jina la Milen ni jina moja wapo kati ya majina yangu, na lingine naitwa Ngaile Lilian, upande wa bibi naitwa Bai pia. Kwa hiyo nilichaguliwa kati ya majina yangu 4-5 ambapo mpaka sasa hivi limenifanya kuwa mimi ndio Milen Magese dunia nzima. Hii kampeni ya endometriosis, kwanza utuambie endometriosis kwa lugha nyepesi ni nini? Na kwa nini sasa? Endometriosis ni ile tatizo au hali ya tishu ya ndani ambayo inampa mwanamke hedhi kila mwezi kutokea kuwa na tabia ya kuota nje ya jumba la uzazi na sehemu ambazo zina na hizi viungo vya uzazi ambavyo vinazunguka jumba la uzazi kama mirija, kibofu, utumbo na pia ovary, kokwa. Kokwa za mayai. Hii inatokea kwamba kila mwezi mwanamke anapata hedhi. Kwa hiyo akiwa anapata hedhi mwanamke mwenye endometriosis, hedhi ile inakuwa inaendelea kutoka nje kule ulipoota. Kwa sababu sio kwamba ilipoota haivunjiki ikawa hedhi. Inavunjika ikawa damu kule ilikotoka, lakini haina nafasi ya kupita na kujulikana kama hedhi. Kwa hiyo baada yake inakaa kule na inaleta uvimbe mwingi ambapo popote pale kwenye utumbo inaleta mauvimbe. So you can imagine kwamba mimi napata hedhi zangu miezi mingapi ya miezi 12 ya mwaka, ambao saa nyingine mimi napata hedhi zangu mara 3 mara 4 kwa mwezi. Ile kila siku inamwagika pale halafu haina sehemu ya kutoka, inamwagika inaganda. Kwa hiyo inaleta haya mauvimbe makubwa. Na ndio ikaendelea kufanya 13 surgery 13. Ndio, kwa hiyo naenda pale alafu inaweza kuziba na mirija, na jinsi ya kuitoa ni jinsi kubwa nzuri zaidi ya kutoa ni kutumia hizo surgery. Kwamba wanaingia alafu wanakata wanatoa. Kuna aina mbili, kuna aina ya kukata yani kutoa kabisa, kukata na kuna nyingine ya kuunguza. Wanatumia like gas wanaunguza. Lakini ukiwa unaendelea kufanya hizi mbinu, hizi procedures zinaacha makovu. Na inakuathiri vipi katika uzazi? Inaziba mirija, ambapo mimi mpaka sasa nimekaa mbele yako hapa mirija yangu imeziba, imejitahidi sana kufungua lakini imeziba. Na pia swala zima la infertility mimi limekuwa na usumbufu sana, kwa sababu hata kutafuta mayai inakuwa ni shida. Kwa hiyo yes, hii imenifanya mimi nipate upasuaji mara 13. Nilianza kuumwa nikiwa na umri wa 13 na nikagundulika kwamba na tatizo hili miaka 13 baadaye. Kwa hiyo ni swala ambalo linakuwa watu wengi sana, wanawake wengi sana wanalo lakini hawafahamu, na linachukua muda sana kwa kugundulika pia. Na dalili zake ni maumivu tu makali. Dalili zake ziko nyingi, ila kwa sababu dalili ambayo inajulikana na iko visible ni dalili ya hizi hedhi, maumivu makali sana ya hedhi. Dahosi ninavyosema maumivu makali sana ya hedhi, na maanisha unazimia, unatapika, unaharisha, you cannot do anything. You have to be at the hospital. Sio kama unaweza kunywa Panadol ukakaa nyumbani, hapana. Ni maumivu ambayo kwa siku 3-4 wewe sasa siku 3 za mwanzoni ni ngumu sana. Niliyashuhudia mimi Miss Tanzania. Maumivu makali ya mgongo, maumivu makali ya lower abdomen. Unapata pia maumivu makali baada during and after ile tendo la ndoa. Unapata maumivu ukiwa na ninavyosema unapata maumivu during and after ile tendo la ndoa. Naongea kusisitiza wale ambao wamefikia umri wa kuolewa au umri wa kufanya hili tendo la ndoa. Siongee kwa wale watoto ambao wadogo kwa sasa. Kuna maumivu ya ukiwa naenda haja kubwa, maumivu ukiwa naenda haja ndogo, na saa nyingine ukiwa kwenye hata period zako unaweza ukawa unakojoa damu. Na saa nyingine ukiwa unapata choo kikubwa pia kinaweza kikawa kinachanganya na damu. Kwa hiyo naongea maumivu ambayo naongea dalili ambayo ni rahisi sana kuzifahamu.
na pia kuna shida nyingine ya kuwa tumbo linajaa gesi sana. Lakini inajaa gesi in a way, unaweza mimi tumbo linajaa gesi kama na mimba ya miezi 5. Na linauma. Sio kwamba inajaa tu gesi, inajaa gesi unakuwa inauma sana. Na uliumwa mpaka ukazimia mwaka 2001. Hata juzi tu hapa 2 weeks ago. Nilikuwa niko kwenye maonyesho ya mavazi. Nilizimia juzi tu hapa 2 weeks ago. Kwa ni kitu ambacho hakiishi kina kwa sababu nilikuwa nimepata hedhi zangu mimi kwa muda mrefu, siku 8. Kwa hiyo ile kwanza inakupa hii yenyewe ndio inakupa, kwa sababu stage nilikuwa hapo mimi ni stage number 4. Kuna stage number 1, number 2, number 3, number 4. Kwa hiyo phone inaenda kuwa phone ambayo una experience kila kitu, fatigue, una experience mwili tu kuchoka, una experience msongamano wa mawazo ambao sisi kama watu wa Afrika unajua kusikia msongamano wa mawazo kwamba ni tatizo mpaka uelimishwe. But what keeps you strong, happy? Kila mtu anataka kujua nini kinakupa nguvu kiasi hiki. Tumekuona umeenda Nigeria, umepokea BET Awards, kampeni zako kila mahali, New York tunasoma, tunakufuatilia kwa karibu. What keeps you moving na pamoja na kuumwa kitu kama hiki? Na wadogo zangu. Babangu alifariki mwaka 2007. Na wadogo zangu ambao mimi nimewakuza, wa mwisho alikuwa na 3 wakati baba amefariki. Na mwingine alikuwa ana miaka kama sikosei labda 18 kama sio 19. Na mamangu yupo ambaye hawa mimi ni nguzo zangu sana. They are really my pillar of support. Naangalia afu najikuta kwamba kama nikianguka afu nikaumwa sana nikakaa ndani sasa nikajihurumia mwenyewe, nani atawaangalia? Lakini niache tu wadogo zangu ambao nikiwaangalia that it makes me have to stand up and do something. Sasa hivi mimi familia yangu imekuwa kubwa zaidi. Imekuwa kubwa in a way kwamba nao wasichana dunia nzima ambao wananiangalia. Sasa imepitiza kutoka kwa wadogo zangu tu ambao nikiwaangalia have to do something. I created my way, I created my own world, little world ambapo nao wasichana wadogo ambao wananiangalia. Nikiamka, nikianguka, they at least wanajua kumbe ukiamka there is a way you can stand up again. Kuna wanawake ambao wananiangalia kwamba kama sijaweza kupata mtoto au kushika hii mimba, maisha bado lazima yaendelee. Kuna option nyingi ambazo zinaweza zikachukua. Kwa nini achukue? Lakini mbona bado mbona ana smile akiwa nje? Mbona bado ana push? Kwa hiyo mimi upande huu ni mkubwa sana ambao unanipa encouragement kwamba life must go on. Na upande mwingine ni ule unavoangalia kwamba kila mtu, mimi nafahamu kila mtu ana matatizo yake. Watu wameweka matatizo hapa ndani. Mimi kujitokeza hivi maybe itawasaidia watu wengine wajitokeze na waweze kupata msaada, lakini pia kila mtu ana shida na ana mateso yake. Kwa hiyo kuwa kule na mateso yao, mimi nataka kuambia kwamba you are not alone. I cannot deal with this issue. Ndani naumia nikufanya kwamba mimi ndio nimeumia zaidi. Kuna watu najua wako nje wana matatizo, na hii mimi kusimama kila siku inaweza kuwasaidia kuonyesha kwamba tatizo lote ambayo mtu anaendelea nalo, you are not alone. You are not alone, amesema Happiness. Naongera sana kwa BET Awards, tuliiona na tunatakia kila laheri. To keep moving kama ulivyosema. Nimepata hii tuzo ya Malkia Nguvu. Malkia Nguvu, correct. Yes. Congratulations. Na unawakilisha wanawake wengi sana ambao wanataka kuwa na nguvu kama ulivyo nayo wewe. Asante. Happy, Watanzania wakipenda kujua takwimu duniani huu ugonjwa, labda wanawake wako ngapi, wasichana wako ngapi ambao wana vitu kama hivi, na kwa Tanzania Kwa Tanzania itakuwa ni vigumu sana kwa mimi kueleza. Nafikiri hata madaktari watakuwa wanapata changamoto kubwa sana, kwa sababu sio wanawake wote ambao wanaweza kujitokeza, lakini kupitia semina ambazo tunaendelea kuzitoa tukiwa na madaktari, nafikiri kwamba itawapa moyo wao kujitokeza. Na pia upande mwingine kwamba jana tulipofanya hii semina, serikali sasa imetangaza kwamba itaweza kusaidiana na taasisi yetu ya Millen Magese ili kuweza kuangalia ni jinsi gani wataweza kusaidia. Kwa hiyo kwanza niwashukuru sana serikali ya awamu ya 5 ya Mheshimiwa Magufuli, Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kuwa na uongozi ambao wanaangalia tatizo na watafuta njia ya kuitatua. Mimi nafikiri kwa kufanya hivyo wanawake au watoto wadogo watajitokeza kwa wingi, kwa sababu wanajua wanajitokeza na wanajua watapata msaada. Madaktari watajitokeza kwa wingi kwa sababu wanajua watajitokeza kwa wingi kwa sababu kuna vitendea kazi au kutapata mafunzo mengi. Kwa hiyo hii nafikiri inavyoendelea kwamba itatusaidia sisi kujua ni idadi gani. Ila kidunia zaidi
ni takriban 1,176 ya wanawake ambao wanaumwa kwa hili tatizo. 1,176 duniani. Duniani na Marekani ni 5.5 ambao yani Marekani yenyewe ni 5.5. Happy, unajisikiaje unavyowaza kwamba mwezi ujao unakuja unajisikiaje kwamba naenda kupitia tena yale maumivu? Ni kama vile mtu amekukata mara moja, mara mbili, mara tatu, mpaka imefika leo zaidi ya miaka 35 au 40, sijui na miaka mingapi, lakini bado unaendelea, kile kisu kinapita tu kila siku. Unajisikiaje mwezi ujao unakwenda kupitia tena yale mateso? Mimi niseme tu kwanza nimekaa na hili tatizo kwa miaka 23 bila kulitangaza mpaka leo miaka miwili iliyopita. Linanipa uoga kwa sababu maumivu ambayo ninayapata si tu siku za hedhi. Mimi napata maumivu masaa 24 kwa sababu niko stage 4. Kwa hiyo na maumivu ya mgongo ambayo saa nyingine siwezi kabisa hata kutembea. Na maumivu ya hii lower back ambayo saa nyingine kama unaweza ukanikuta tunatembea nimeinama. Na maumivu ambayo yanakuja mwili tu unauma wote kwa sababu mimi, kwa hiyo napata maumivu kila wakati. Kwa hiyo nikiona pia sijui ni lini siku zangu zitafika. Kwa hiyo naweza nikapata period saa yote nikishtuka, hamna mpangilio. Nikishtuka tu hata kama kumepata stress kama alivyoniambia babangu amefariki, ile shock tu nikaanza kupata siku zangu. Nikisafiri masaa zaidi labda 20, nikishuka ndege nashuka na mimi kwa hiyo maumivu napata afu na ule uoga. Kwamba uoga sio saa ngapi. Ukiangalia begi langu na madawa, manini, yani na dawa na pads na kila kitu. Begi langu mimi nafikiri small dispensary. Sasa kwa wewe ambaye angalau una uwezo. Sasa tuzungumzia wasichana ambao ni wasichana kawaida wako vijijini, hata hawajui wanaumwa nini. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambao opportunities, tunasema fursa mbalimbali za zikapotea zinawapita watoto wa kike, wapita wanawake wengi ambao hawajui hayo. Labda swali langu litakuwa ni nini ujumbe wako kwa jamii ambayo watoto wengi, wanawake wengi wanakumbana nayo, lakini wengine hawajui ni ugonjwa gani kama ulivyosema. Ujumbe wako kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile kwa wale ambao wana matatizo mbalimbali. Umezungumzia kidogo kwamba sio swala tu la endometriosis. Kuna wanawake wanaishi kwenye ndoa zinawaumiza, kuna wanawake wanaishi maisha ya kunyanyasika, kuna watoto wananyanyaswa na wazazi wa kambo. Kuna maisha mengi hapa katikati. Nini unapo ujumbe wako kuwa jasiri kama wewe? Nini ujumbe wako kwa watu watatu, jamii, serikali na wale wanaogopa kusema yanayowasibu? Labda nianze kwa jamii na maliza na serikali. Mtoto ni sehemu kubwa sana katika familia, sasa familia ya Mwafrika. Na nikisema Mwafrika namleta Mtanzania. Familia yote ya Kitanzania mtoto ni muhimu sana. Na kama kuna tatizo lolote lile ambayo inazuia familia isiweze kupata mtoto, basi kuwe na msaada ambao unasaidia ile familia kupata mtoto. Bila kupata gharama sana ya kumpata huyo mtoto, ambayo ndio sasa hivi inakuepo kwamba kupata mtoto hapa Afrika imeonekana kama ni kwa watu tu au wenye uwezo. Na wale kutumia teknolojia mbalimbali. Ni kwa watu wenye uwezo na sio watu wa hali ya chini. Kwa hiyo wale watu wa hali ya chini wanakuwa wanaumia sana hata kama wanataka kutengeneza familia zao. Wengine wana matatizo ni kweli kama haya afu wanafahamu. Wengine wana matatizo kama haya hawafahamu. Kwa hiyo inatokea tu hawezi kupata mtoto. Na ikifika wakati wa kutopata mtoto, mwanamke anakuwa ndio akulalamikiwa zaidi. Basi ifikie wakati kwamba kama wewe na mkeo nyinyi ni familia, lazima mwanamume uwe pati ya hii. Kwamba saa nyingine matatizo kama haya ya kutopata watoto yanakuwa zaidi, yanaweza kuwa kwa mwanamke na kwa mwanaume. Na pia hili litatusaidia sasa hata ukiongea na government kuomba msaada nini kifanyike kwamba hizi huduma za kuweza kumpa familia mtoto kuliko bila tu kusukuma kwamba tuende adapt, bila tu kusukuma kusema tuende tukafanye surrogation, ile kupandikiza kwa mtu mwingine. Kwa sababu ukisema kupandikiza kwa mtu mwingine bado kuna gharama pale, hakuna sio za bure. Ukisema kwenye kufanya adoption bado kuna gharama, na sio kwamba mtu unapewa tu mtoto. Wengine wanafikiri kwamba kuadapt unapewa tu mtoto. Na kama kweli kupandikizwa kwenye hii familia ambayo mama huyu bado uterus yake
kizazi chake mimi kinaweza ile jumba lake la uzazi naweza bado kubeba ni kumpandikizwa tu, basi iwe njia yeye kuweza ku afford hii huduma. Happy Tanzania wanakutizama sasa hivi, najua swali kubwa linalozunguka, anategemea kuadapt mtoto, anategemea kufanya surrogate, anategemea nini matarajio katika kupata mtoto, kwa sababu unasema kwamba kwenye stage 4 bado una uwezo wa kubeba mimba. Mungu ana makusudi yake. Mirija yangu imeziba kweli, na pia kuna hizi option ambao unapewa kubeba, kupandikizwa. Option ambazo ninazo na option hizo 3: kupandikizwa, kubebewa na mtu, na pia kufanya adoption. Mimi ni mwanamke. Na mwanamke yoyote anakuwa na ile pride. A woman's pride is to be able to carry on your own. To carry on your own child. Juzi mheshimiwa naibu waziri wa afya alitoa pale nani, it's getting emotional. Alitoa risala yake pale. Alitoa risala yake pale, afu akageuka akasema, sisi tunakuombea na tunakuombea kwa Mungu kwamba utabeba mtoto wako mwenyewe. Hizi zikuwa very very emotional, lakini Mungu unasema na makusudi yake. Zipo option ambazo tumepewa, lakini option ambayo pia ninayo sasa hivi ambayo lazima niijibu katika huu mwezi huu ni April na May, lazima niijibu, ni ya kutolewa kizazi, kwa sababu hali yangu mimi imekuwa imeharibu sana kizazi, ambapo madaktari hawana uhakika hata hizo naweza nikahangaika kuwekwa hizo mbegu na nisiweze ku conceive. Lakini Mungu anasema na makusudi yake, kwa sababu yeye ndio ambaye anajua leo mimi nitakuwa nani, kesho nitakuwa nani, ni nini kitatokea kwangu. Na hata kuongea hivi hayo niliyopitia kwa sasa hivi, nafikiri kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anafahamu ni kwa sababu gani. Na anafahamu kwamba kama Mungu anataka kubadilisha hili, atabadilisha hili in a second. Kwa hiyo tutajua, tunaendelea kumuomba Mungu anionyeshe kama ni kutolewa kizazi ili nipate maisha ya kawaida, kwa sababu maisha yangu yalikuwa ya maumivu sana. Nikitolewa kizazi haijalishi kwa haimaanishi kwamba nitapona. Ila nikitolewa kizazi nitarudi kuwa happy, yule ambaye mwenye furaha, happy yule ambaye I can run up and down and do things. Lakini kwa sasa ni ngumu sana, naishi kwa maumivu muda wote sana. Pole sana. Mtazamaji, tutarudi, usiondoke. Niko naye Happiness Magese aka Milen, mmoja wa wanamitindo machachari sana katika anga za dunia, na ni Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu, dada yetu ambaye amekuwa akiteseka sana na ugonjwa huu wa endometriosis, na ameelezea kwa kifupi. Usiondoke. Mimi na Tanzania, Jumapili saa 3:30 usiku. Ushinde! Ndio, nunua ndo moja rangi ya Sadolin, kwani kila mmoja ni mshindi. Kwangua sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliopata itajitokeza. Pia kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa, ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sadolin, color your world. Inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Mimi na Tanzania, Jumapili saa 3:30 usiku. Mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu, kipindi Mimi na Tanzania, nikitokea studio siku leo niko naye Happiness Magese aka Milen, ambaye anazungumzia swala zima la endometriosis. Anasema operation 13 kwa ajili ya kuzuia maumivu imetosha. Tupaze sauti. Happy, Watanzania wamekusikia na sisi tumekusikia sana. Una asasi ambayo inajulikana kwa Milen Magese. Ndiyo. Kwa jina Milen. Unafanya vitu vingi sana. Umekwenda sehemu mbalimbali, unatoa misaada. Unapata wapi hizo fedha? Hela zote ninazoona na kila kitu ninachoenda kuona zinatoka mfukoni kwangu. Hauna msaada wowote? Sijapata msaada wowote kutoka sehemu yoyote ambayo taasisi yangu bado haijaanza kupokea hela. Na kwa sasa hivi sisi kama taasisi ya Milen Magese nilipeleka maombi kwenye taasisi nyingine ya Kimarekani inayoitwa Project Cure. Wenyewe wanasambaza vyombo vya hospitali, kwa sababu nilikuwa natafuta sana jinsi gani niweze kusaidia nchi yangu kuleta kipimo cha laparoscopy, ambacho hicho ndio changamoto kubwa sana ambayo inakuja, itawapa hata madaktari changamoto kwamba the only way unaweza
kujua una tatizo hili na unaweza kumsaidia daktari ni kuweza kumpa hichi chombo cha laparoscopy ili yeye aweze kuangalia. Laparoscopy ni chombo ambacho ni kamera ambayo inaingia kwenye kitovu. Utakuwa umelala, so unaingia kwenye kitovu hapa na unaweza kuangalia, kugeuza hizi ovary, kucheki kwenye mirija na kujua kweli una tatizo la endometriosis. That's why hata ukinipa hii nafasi labda niombe kwa serikali yangu ya awamu ya 5 ikiwezekana na kwamba kwa sababu mmeweza kujitolea kutusaidia sisi kama taasisi ya Milen Magese, ombi kubwa sana ambao madaktari wetu wa Tanzania ambao wanashughulika mambo ya wanawake watahitaji hichi chombo ambacho kinaitwa laparoscopy. Pia watahitaji mafunzo zaidi ya kufanya hizi treatment ambazo ni surgery. Kwa hiyo naomba sana serikali, naomba sana vyombo vya habari waendelee kuliongelea hili, makampuni ya binafsi na makampuni ambayo yako public, watu wote ambao wanaweza kusaidia kutoa msaada kwetu kwa sisi kwa taasisi ya Milen Magese ili tuweze kuleta hivi vyombo vya laparoscopy na ili wadogo zangu waweze kusaidiwa katika hali moja au nyingine, na pia kwa sababu ni gharama sana, basi hata ipitishwe kama inawezekana kabisa, ipitishwe kwamba iwe exempted, ipitishwe iwe gharama ya chini kabisa, au hii huduma iwe bure. Kwa sababu ili endometriosis ni tatizo ambalo sisi kama wanawake we're not causing it. Ni tatizo ambalo linatokea kibiolojia na pia halina chanzo na halina kinga. Kama lingekuwa na chanzo, basi sisi tungeimarishwa kuweza kusema usile hichi, lakini ni tatizo ambalo mpaka sasa hivi halina chanzo. Kwa hiyo ikiwezekana kabisa huduma hii itolewe kwa gharama ya chini kabisa au itolewe kwa bure ili wadogo zetu waweze kupata huduma hii, kwa sababu inaanzia tu mtoto akiwa anapata hedhi zake siku za kwanza ana uwezo wa kupata ugonjwa. Kwa hiyo ni hayo tu. Happy, utaji namba zako za simu kama unazo, ama tovuti, kitu ambacho mtu anaweza kuwasiliana na wewe. Namba yetu ya simu ni 0784 48076. Email yetu ni endometriosis.africa endometriosis.africa 13 namba 13 @gmail.com. Website yetu nakwenda kama Milen Magese, www.milenmagese.com, milenmagesefoundation.com .org. Foundation.org, okay. .org. Na pia tuko kwenye Instagram endometriosis Africa. Hii ni Instagram page yetu ambayo watu wanaweza kwenda na kusoma na kuona kitu gani kinaendelea kwenye foundation sasa kwenye swala zima la endometriosis. Pia tunayo page, nimefungua page ya endometriosis Swahili. Kwa hiyo watu wasilalamike kwamba tunaongea kwa Kiingereza. Tunaongea kwa Kiingereza kwa sababu taasisi yetu ni ya dunia nzima, lakini pia nimewapendelea bado wa Tanzania. Tuna page inaitwa endometriosis Swahili. Naomba wa Tanzania wasilalamike. Pia kuna page yetu ambayo inaonyesha shughuli zetu zote kama Milen Magese Foundation, ambayo mtaona kule tuna project zetu za kujenga shule Mtwara na project nyingine za kusaidia watu wengine kwenye mambo ya menstruation, mambo ya hygiene na menstruation kwa wasichana. Hizo ndio zitaweza kuona kazi zetu kwa undani. Penzi mtazamaji, tunafika tamati ya kipindi cha Mimi na Tanzania. Nilikuwa naye Happiness Magese aka Milen, na amezungumzia swala zima la endometriosis na matatizo na vikwazo ambavyo amepitia, na anasema inatosha wanawake wengine na wasichana wengine wasipitie haya, kupitia elimu na kupitia kuwasaidia watu wote walioko mijini na vijijini. Tumtakie kila laheri Happiness kwa kumuunga mkono. Mimi na wewe tunaweza, wanawake wanaweza wakisaidiwa. Tuwape nafasi na tuweze kuwasaidia katika magonjwa ambayo wakisaidiwa basi wanaweza kuleta maendeleo katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na duniani kwa ujumla. Nikuage siku ya leo, ongana nasi, mwanamke kwa mwanamke tunaweza. Happy, kila laheri, all the best. Asante sana. All the best. We love you. Na tunataka kupeperushia bendera. Thank you. All the best. Thank you. Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kimeletwa kwenu na Salolin, color your world, inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi. Kwangua ushinde. Ndio, nunua ndo
moja rangi ya Saduli, kwani kila mmoja ni mshindi. Kwangua, sehemu iliyofichwa kwa utepe na picha ya zawadi uliopata itajitokeza. Pia kadi yako inakuingiza moja kwa moja katika draw kubwa, ambapo unaweza kujishindia gari kubwa aina ya Tata. Sadolin, color your world. Inayopendwa na kuaminika kwa kizazi na kizazi.